tunapozungumzia mfano kwa hapa Tabora tunakuja kuona kwanza mimi nianze kwa kupongeza serikali ya mkoa na wilaya zake zote. Na kipekee nipongeze sana TFS ambao ni wadau wa misitu. Asilimia kubwa wamejitahidi sana kusimamia sheria, kanuni na taratibu ambazo zimewekwa katika eneo la kulinda na kuhifadhi mazingira. Lakini nikigusia kwenye point ambayo umeigusia, shughuli ambazo zinafanyika kwa sasa na zinaweza zikaleta madhara kwa baadaye, kama nilivyosema, shughuli ya kwanza ni shughuli za kijamii. Watu wanaendesha vilimo holela ambavyo wanaenda misituni, wanakata miti, wanaweka mashamba ya tumbaku, wanaweka mashamba ya mihogo na vitu kama hivyo. Sasa wanapokata ile miti, ni wachache wanao replace miti katika kiwango cha miti ambayo imekatwa. Kumbuka katika ukataji wa miti, hasa tukiangalia wale wenzetu ambao wanategemea uchumi wao unategemea katika nishati sio safi na salama, nishati ya mkaa. Wale unakuta amekata mti ambao una miaka 100, una miaka 90, una miaka 50, una miaka 30. Anaukata kwenda kutengeneza mkaa ambao unaenda kutumika kwa sekunde kadhaa na ule mkaa ukao umeisha. Lakini hajapanda mti, au kama amepanda mti, piga hatua mpaka unafikisha miaka 100 kama aliyoukata, ni lini? Itakuwa ni muda mrefu sana. Kwa hiyo shughuli za kibinadamu zinaleta madhara makubwa. Kwa hiyo tunaangalia na tunaendelea kuomba serikali iendelee kuona namna bora ya kupunguza pia uwezekano wa gharama za nishati safi na salama, hasa katika mitungi ya gesi, na kuongeza uelewa katika jamii ili watu waondokane na matumizi ya mkaa katika familia. Hii itasaidia kwa sababu mkoa wetu wa Tabora ndio unaongoza kwenye mikoa 26 ya Tanzania bara katika uharibifu wa mazingira.